hatoyasikia Muislamu yoyote mambo haya matatu yakitajwa isipokuwa moyo wake utamdunda, ishara ya imani, yani atakuwa na hofu. Na kinyume chake, usiposikia hii ishara, subhanallah, unakoelekea ni kubaya na inabidi urejee kwa Mola wako. Mambo gani? Hakikisha unafuatilia mpaka mwisho. Kasema Imam Al-Ghazali rahimahullah, istaftih qalbak fi thalathi umuri, upime moyo wako kutokamana na kuyasikia mambo haya matatu. Yani kama una imani, jipime moyo wako na mambo haya matatu. Mambo gani? Akataja la kwanza, inda qiraati alquran, wakati inaposomwa Qur'an. Pahali popote, iwe ni msikitini, iwe ni wapi, ama iwe ulikuwa unapitia katika simu yako kaiona Qur'an, wala moyo wako hata haushtuki, unapita mbio, hatakutaki kusikia. Subhanallah, wewe jitambue basi moyo wako umejaa kutu na unahitajika urudi kwa Mola wako ujisafishe. Jambo la pili akasema inda swala, wakati wa swala. Wewe unaweza kuwa na swali aidha msikitini ama uko nyumbani, lakini ukiwa katika ile sehemu ya swala ndio waanza kuleta michongo sasa katika akili yako. Mimi nikitoka hapa kitu fulani na michongo yangu, mpaka imamu anasujudu, mpaka muda mwingine unajisahau, wala yani unakuwa akili yako haiwazi hata kuhusu swala, haiwazi pale uko mbele ya Allah unazungumza na Allah. Subhanallah, ukijipata uko hivi, basi hakikisha unajaribu kurudi kwa Allah. Na jambo la tatu akasema inda dhikri al-maut, wakati anapotajwa mauti. Hata ukisikia watu wanazungumzia kifo, wewe hata hayapo kabisa, yameingia na huko anatoka na huko, ushtuki moyo wako, wala moyo wako ulikufa zamani, hata huna roho kabisa. Yani wewe hata mawazo yako anawaza tu michongo, sijui ukitoka ama nini. Yani mpaka huyo anahitaji kifo zamwambia jana hizo story mwanangu, wewe kwani ulienda huko peponi ukakuona? Ukijipata una ishara kama hizi, subhanallah. Imam Al-Ghazali anasema is'alillah qalban, yani muombe Allah akujalie na moyo. Hakikisha unamuomba unarudia moyo wako. Na mimi ninakuomba na kuhimiza, wakati unaswali hakikisha unaomba hii dua. Hii dua ni ya kusababishia uwe na imani inshallah. Kama Allah atajalia, utakuwa unasema Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Turudie tena, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Yani maana yake, ewe Allah, ninakuomba unijalie mimi niwe ni mwenye kukukumbuka, kukushukuru na kufanya matendo ambayo kwamba wewe Allah utayakubali. Wewe Muislamu, usikose kumsambazia Muislamu mwenzako ujumbe huu kama sadaqatul jariya, ili naye aweze kurejesha